A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu popote pale mlipo, najua mmeitikia wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh, kwa sababu wengi wenu najua mnafahamu kwamba hii ni dua kwenu. Leo bila kupoteza wakati tupo katika kukumbushana kuhusiana na swala zima la vipi tunaweza kupata faida kupitia saumu. Tunawezaje kupata mafanikio kwa kupitia saumu? Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu baada ya kutuweka katika ardhi hii akatuwekea njia mbalimbali za kurejea kwake, hasa ukizingatia sisi wanadamu tumeletwa duniani hapa kwa ajili ya kufanya ibada. Ibada ndio kitu pekee yake ambacho kinaweza kumfanya mwanadamu awe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa misingi hiyo, ibada hizi zimegawanyika katika maeneo tofauti tofauti. Na miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu kamwekea mwanadamu kama ibada kwake ni makatazo. Yaani akatazike na kila ambacho Mwenyezi Mungu amemkataza kufanya. Sasa basi, mojawapo ya njia inayoweza kukuwezesha kufanikiwa kukatazika na makatazo ya Mwenyezi Mungu ni swala zima la saumu. Saumu yoyote ile, iwe saumu ya mwezi wa Ramadhani, iwe saumu za sunna zile, lakini lengo lake hasa ni kukufanya wewe ujifunze na uwe na uwezo wa kuwa na nguvu ya kukatazika. Ukitizama masharti na amri na kanuni zinazoiongoza saumu, imelenga katika kukataza zaidi. Kwa mfano, ndani ya mchana wa Ramadhani au katika mchana ambao wewe unatumikia ibada ya saumu yoyote ile, hutakiwi kula. Maana yake unakatazwa kula, unakatazwa kunywa kinywaji cha halali kabisa, juisi, maji, soda na vinginevyo vya halali unakatazwa kunywa. Lakini pia vyakula vyote vya halali unakatazwa kula. Hivyo hivyo kwa mwanamume anaye mke wa halali kabisa, ambaye kimsingi nje ya saumu anaweza kuchanganyikana naye, kufanya naye mazungumzo ya faragha ya kiutu uzima wakati wote ule. Lakini linapokuja swala la saumu, anakatazwa kufanya hivyo ndani ya mchana wa saumu. Nini maana yake basi? Hapa shule tunayoipata ni kwamba ikiwa umeweza kukatazika na vya halali ndani ya saumu, tena mchana umekatazwa na ukakatazika, ukaogopa, wakati mwingine uko peke yako, maji ya kunywa unayo peke yako, maji baridi kabisa safi yanavutia, na ungeweza kunywa, hakuna mtu yoyote angeweza kukuona, ungekula chakula chako tu bila shida yoyote, hakuna ambaye angeweza kukusumbua kwa sababu uko wewe mwenyewe tu. Lakini unakumbuka nguzo ya ihsani. Al-ihsani an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takum tarahu fa innahu yaraka. Ihsani ni kumwogopa Mwenyezi Mungu kama unamuona. Kwani ikiwa wewe humuoni Mwenyezi Mungu, hakika yake yeye anakuona wewe. Haya unayakumbuka na unayaweka moyoni mwako, unashuhudia kwenye nafsi yako kabisa kwamba mimi hapa Mungu ananiona. Unaamua kuachana nalo. Hivyo basi, nguvu hii unapohama nayo katika makatazo ya Mwenyezi Mungu, inakuwa rahisi mno kuweza kuacha. Utajiuliza, ikiwa nimeweza kukatazika jambo la halali lakini tu kwa sababu nina saumu, kwa nini basi nisikatazike na alilonikataza Mwenyezi Mungu ambalo ni haramu? Ukienda na spirit hii, kwa vyovyote vile inakuwa rahisi kabisa kuweza kuacha yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi, hata tunapoutazama mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao
sasa tumeukabiri, utaona kwamba umelenga katika kutupa zoezi, kutufundisha nguvu ya kuweza kukatazika na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunashuhudia unapokaribia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna watu wataenda kuoa kwa sababu wanakatazika na zina. Unaokaa na vimada wanawahamisha kwa lengo hilo hilo kwamba bwana, mwezi mtukufu wa Ramadhani bwana, sio vizuri kufanya kitu kama hiki. Hivyo kuna siku 30 nzima ambazo una practice namna ya kuacha, namna ya kukatazika. Siku 30 ni nyingi ambazo kwa kweli unapohama nazo hizi kwenda katika miezi mingine ya kawaida, inakuwa rahisi kuweza kuimprove kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tunafundishwa wakati wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wale watu wema maswahaba wenyewe walikuwa wanaishi miezi 6 kama vile wako ndani ya Ramadhani, lakini walikuwa naishi miezi 6 kabla ya Ramadhani kama wako ndani ya Ramadhani. Kwa nini? Ya ukweli wa mazoezi waliokuwa wakiyafanya ndani ya siku 30 za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo basi, watazamaji wangu na wasikilizaji kwa ujumla, tufahamu kwamba ibada ya saumu, iwe ya sunna, iwe ile ya faradhi, imelenga katika kutusaidia kupata spirit, kupata nguvu na ule uwezo wa kuweza kukatazika na ya haramu. Zoezi lake ni kukatazika na ya halali. Haya ni mazoezi tu, lakini ni njia rahisi zaidi kuweza kuyaacha yale yaliyokatazwa katika miezi mingine. Basi kwa haya niseme tuzingatie, lakini pia tuweze kufahamu hivyo na tuchukue somo kwamba kikubwa tunachotakiwa kukipata ndani ya saumu, la'alakum tattaqun, ni uchamungu. Uchamungu ambao unatakiwa upatikane katika miezi mingine ya kawaida. Mwezi wa Ramadhani ni shule tu, bali maisha halisi ni yale tutakayokwenda kuishi nje ya Ramadhani. Wengine watatutazama tumetoka na nini katika Ramadhani. Na ndio maana ikitokea siku ile ya kufungua au siku zinazofuata ukiharibu, wasema wewe basi umetoka kufunga muda si mrefu. Kwa nini? Wao wanayo dhana, wanayo fikra na wanatarajia uwe na mabadiliko baada ya saumu ambayo imekusaidia wewe kukatazika na makatazo. Asante sana, mpaka wakati mwingine. Ndugu yenu Bwana Haidar, mwanafunzi wenu ambaye niko kwenye kukumbushana kama amri ya Allah inavyotaka kufanya. Fadhakir fa inna dhikra tanfahu almu'minina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.